Uchunguzi wa baada ya kifo postmortem wa Joy Kanini, mwanamke mwenye umri wa miaka 25 ambaye mwili wake ulikutwa ukiwa umekatwa vipande na kutupwa mjini Nyeri wiki iliyopita, umeonyesha kuwa alifariki kutokana na kuvuja damu nyingi. Polisi wanaendelea na uchunguzi huku mshukiwa mkuu akiwa mpenzi wake. Aidha, polisi wanaendelea kutafuta sehemu za mwili wake zilizopotea huku familia ikiendelea kudai haki. Hali ya huzuni ilitanda katika hifadhi ya maiti ya kaunti ya Nyeri huku familia na marafiki wa Joy Kanini wakikusanyika kushuhudia mwili wa mpendwa wao uliokuwa umeharibiwa. Mwili huo ulipatikana tarehe 11 mwezi huu wa Juni. She was decapitated from the head, the arms as well as the lower limbs. Currently, as we speak, the lower limbs were able to be traced, and the missing parts of the body is the head, the neck, as well as the arm. Baba yake Joy alisema kuwa siku ya Alhamisi wiki iliyopita, John Murithi, ambaye ni mshukiwa mkuu katika kifo chake, alimpigia simu na kumjulisha kuwa binti yake alikuwa amepotea kwa siku 2. Kwa hali ya kushangaza, mwili wa Joy ulipatikana mjini Nyeri siku hiyo hiyo ambayo John aliwaarifu familia kuhusu kutoweka kwake. Baba yake Joy, hata hivyo, alidai kuwa mwili uliopatikana haukuwa wa binti yake. Huyu kijana alikuwa na simu ya Joy na ilikuwa na haikuwa na SIM card. Alisema ati Joy alitoa akaenda nazo. Aidha, mshukiwa huyo ambaye pia anajulikana kama Tizo alitoweka baada ya baba ya Joy kumuuliza maswali zaidi akiwa katika kituo cha polisi. Alianza kusema mama ananiita, mama ananisumbua, kwa nini nafanya nini hapa? Kazi yangu nimemaliza. Akamwambia, you know, we have to get to this. Joy is my daughter. Lazima kwanza tusettle na police. Be patient. Finally alipotoka huyo alimfuata na mimi nikamfuata nyuma. Akitoka alikuta alikimbia akaenda. Uchunguzi pia umebaini kuwa mwili wa msichana huyo mwenye umri wa miaka 25 ulikatwa vipande kwa kutumia msumeno. They need to arrest that person kwa sababu tunataka haki kama jamii. It's a very very sad thing kuona mtoto wetu akiwa amefanywa namna hiyo. Serikali ina uwezo, hatutajaribika saa hizi kwa yale ambayo tumefanyiwa. Huyo kijana angekuwa ameshikwa. Number 1, alikuwa kwa police station akatoka. Ya pili, hata saa hizi anaapia kwa hata mitandaoni. The primary scene of crime, which is the deceased house, is yet to be visited by the scenes of crime personnel. Tungependa kuomba vitengo ya sheria ichukue hatua vizuri na ichukue jukumu kwa haraka kuliko vile tunaona, kwa sababu hatujui nani mwingine atakuwa kesho. Si mtu mmoja tu anahusika. Huku mipango ya mazishi ikiendelea, familia ya Joy inaendelea kukabiliana na uchungu wa kutafuta sehemu za mwili wake ambazo bado hazijapatikana. Kwa habari zote zinazochipuka, endelea kufuatilia kwenye channel hii ya Stella Media. Jina langu ni Stella Monabi.